Hello beautiful people, it's your boy One Miguel Africa and welcome back to this channel. Kila time kuna top trending stories na kila time mambo inazidi kuchemka kwenye mtandaoni. Na guys, you want to believe what's going on internet? Yes, after Gobi na mweza kufika pale kwenye page yake na kisha kuweza kushare post fulani pale that imewacha a lot of people wakiwa na ushangao sana, na pia kupitia the post that Gobi na aliweza kushare pale kwenye page yake, kushuka pale kwenye comment section nimeweza kuona a lot of my fans wameweza kuingia pale kwenye comment section na pia kuweza kumwambia Obina na pia kumuunga mkono that something that aliweza kufanya ni kitu muhimu sana, because hapa hivi kwenye mtandaoni kuna some of the boundaries that ukiwacha watu wavuke, watavuka na watakuharibia kila kitu, apart from kukuharibia career ama kukuharibia life ama kukuharibia brand. Pia utapata vitu mob sana zimeharibika kwenye life yako, because the first thing tunafaa kuelewa, Obina ni mtu mwenye ni akona family, akona watoi, na kuna some of the things zikianza kutrend pale kwenye mtandaoni. Wajua watoto hawajui kama ni content, hawajui kama mtu anajituma anataka at least jina iweze kukua big, kutumia kupitia jina ya mtu mwingine. Watoto hawajui hiyo. Na apart from watoto pengine wanaweza kuwa wajanja kidogo, wanajua, but kitu yenye watu wanafaa kukumbuka pia, our celebrities pia wako na family, wako na wazazi, na kuna some of the things ama kuna some of the parents wenye pengine hawajui sana hizi mambo za mtandaoni. So kuna some of the things zikianza kutrend pale hivyo kwenye mtandaoni about someone, utapata like wazazi wanaanza kushangaa ama wazazi wanaanza kuwa na ile aibu, na pia kuna some of the heshima zingine zenye pia wazazi huwa wanakosa because of pengine some of the videos zenye zina trend kwenye mtandaoni about their sons ama their daughters. Mshanielewa? Yeah, so kuna post yenye Obina aliweza kushare pale kwenye page yake, na after Obina kuweza kushare ile post pale kwenye page yake, nimeweza kuona a lot of reactions, na pia nimeweza kuona percentage kubwa sana ya mafans wa Obina wameweza kuingia pale kwenye comment section na pia kuweza kumuunga Obina mkono na kumwambia that something that ameweza kufanya ama uamuzi that ameweza kuchukua ni ya muhimu sana, because saa zingine pia ukiacha tu watu wanapita boundaries, inaweza fika place fulani upate like mambo imekuwa moto. Na unajua pia kutengeneza brand. Guys, kama kuna kitu yenye ngumu ni kutengeneza brand. Ukishatengeneza brand, alafu mtu akuja mess na brand yako, haribu jina yako, ni ngumu sana kuamuka, because you guys mnajua place Obina ameweza kutoka, na mmejua some of the things that amekuwa akigo through. Hizi vitu zenye saizi mnaona kwa Obina ama the way mnaona Obina saizi, like few years ago hakuwa the same. Like mambo ilikuwa ngumu, maisha ilikuwa ngumu, na kila kitu yenye alikuwa anatarajia ama some of the things that alikuwa anahitaji hizo time hazikuwa zinapatikana. Na sio poa by that kuharibia mtu jina ama kuongea some of the things that sio poa about vitu zenye unajua tu hizi nikiongea about someone itamharibia jina ama itafanya I give up na Kenya nafanya. So sio poa. Some of the things azitakikani ama azitakiwi ziwekwe kwenye mtandaoni. Kuna vitu zenye unafaa ubonge na mtu face to face, at least mmalizane na hizo story na mambo ishie hapo hivyo. So nimeona history ya Obina and Cinderella, also Radio Jambo pale hivyo. Nimeweza kuona the story like kusema kweli Obina ni mtu mwenye anapenda sana kuficha siri, na I think hivyo ni fiti by the way. Saa zingine pia sio poa kuanika kila kitu kwenye mtandaoni, like unasema manze huyu mtu alinifanyia hivi nikafanya hivi. Saa zingine ni poa una respond after the result imerudi, because ukirespond before the result kuna venye unakuanga umechoma bet ama kuna venye unakuanga ushaharibu kila kitu. But nimependa the way Obina huwa ana act, or the way huwa ana handle other cases. Yeah, because kusema kweli Obina angekuwa mtu akushika watu watu wengi saizi wangekuwa ndani, but amekuwa mtu mambo. Na ukiona imefika place fulani that sasa Obina anafika hadi kotini, anapeleka mtu kotini, wanaenda pale hivyo wanaweka kesi, vitu kama hizo, basi hii ni kitu yenye iliweza kumguza sana na something that angeweza kuvumilia. Guys, kuna some of the things that unaweza vumilia, na pia kuna some of the things that ni ngumu sana kuvumilia. Sio kila kitu mtu vumilia.
na sio kila mtu huwa anajitakia maisha mabaya, ama sio kila mtu huwa anatakia wengine maisha mabaya. Na saa zingine kuna njia mingi sana za kujibrand, ama kuna njia mingi sana pia za kuhandle other things. Like mtu akikukosea, the way tuseme hizo stories za Cinderella and Obina. Cinderella, kama hii story ni ukweli by that, I think the best thing that angeweza kufanya than kukuja kwa mtandaoni nini, angeita Obina, wakae chini, wabonge, hizi stories ziweze kuisha. The first thing yenye najuanga, hata ukiharibia mtu jina saizi, kama ni Mungu alipanga ataendelea. Na ukiharibia mtu jina, jua the more unamharibia, siku moja utakuja kumhitaji. Because sisi ni wanadamu. The first thing that nasemanga that hata mimi mwenyewe siko perfect. Na siwezi judge pia Cinderella sana, ama siwezi ongelea pia mambo ya Radio Jambo pia sana. Na pia siwezi ingia kwa story Obina sana, mbona aliweza kwenda kotini nini akaweza hadi kupata after kushinda kesi pale hivyo akaweza kujengwa mita 6. Yes, hajazipata, lakini hizo mita 6 inasemekana that wenye waliweza kumwongelea vibaya, ama wenye alikuwa nao kwa ile kesi, wenye walikuwa nao kwa kesi, lazima wataweza kumjenga 6M. Hebu imagine guys, like manze, saa zingine that's why nawaambiaga that saa zingine kuna some of the things before uongee kwenye mtandaoni unafaa kuchunguza sana, ukuwe na evidence, ama uchunguze sana ujue like this and this ni ukweli iliweza kufanyika. Kenye hata ukiulizwa uliona wapi, utaenda hivi uonyeshe watu like ndio hili iliweza kufanyika hapa. Then uongee kitu fulani, ama ufanye kitu fulani that hauna evidence. Kama kuna kenye uumiza watu, kama kuna kenye huwa inafanya mtu anawekwa ndani, ni kuongea kitu yenye hauna evidence, like hauna any evidence, hauna ushahidi, like inakuwa ngori sana. Na hizo vitu zimeweza kumess sana a lot of people. So saa zingine pia kuongelea mtu vibaya, ama kuongea something about someone, you have to be very careful about something that unaongelea kwenye mtandaoni, because once umeweka kitu kwenye mtandaoni sio rahisi itoke. Once ushapost, na huwa tunasemaga that internet huwa I forget. Internet ukishaweka, unajua by the way inakuanga ukipost kitu saizi, kuna lot of people wenye wanakuanga wanazidownload tu, wanaziweka tu kando, ama kuna some of the people wanazirepost. So hata ukidelete kwako, kuna mtu fulani aliweza kurepost na hiyo kitu iwezitolewa pale hivyo. So inakuwa ngori sana. But let's see, ama let's wait and tuone kenye itafanyika, because Cinderella ja respond, and also Radio Jambo sijaona response zao, but Obina ameweza kufika pale hivyo kwenye mtandaoni, na pia kuweza kupost that kesi yake Radio Jambo and also Cinderella. So acha tujue, tungoje tuone itakuaje, because mambo ni mingi guys, na nitakuwa nawapea new updates about new things, because hiyo ndio kazi yangu by the way, kuwatafutia things that zinaendelea kwenye mtandaoni. After that, thank you so much for watching this video. Don't forget to subscribe, leave a comment and share. Bye bye, and see you in the next video.